Diski na Man inaporudishwa, Ben anakataa kumpa Mickey. Anamwambia wazi kuwa kama Mickey anataka kulala ndani ya chumba ambacho hakina njia rahisi ya kutoroka, basi hawezi kujiruhusu kuwa na vitu vitakavyomvuruga. Ben amechoka kupigana kwa ajili yao wote wawili na anataka Mickey apate funzo la kumwamsha akili. Mickey ananula kama mtoto mdogo na kwa hasira anatupa mishale yake chini kuonyesha upinzani wake. Wakati wa chakula cha jioni, Ben anamcheka Mickey kuhusu tukio lililotokea kwenye gari alipokutana na msichana zombi. Mickey ananyamaza kimya, kisha anaondoka na kwenda chumbani. Akiwa huko, anajaribu tena kutumia walkie-talkie. Kwa mshangao wake, anapata majibu. Sauti ya msichana inamwambia kuwa anaweza kupata matatizo kama ataendelea kuzungumza naye, na anaeleza kuwa kambi ile sio nzuri kama Mickey anavyofikiria. Hata hivyo, Mickey anasisitiza bado anataka kwenda kwa sababu hata hivyo ni bora kuliko kulala juu ya mti. Pia anakiri kuwa yeye na Ben hawakuwa marafiki wa karibu kabla ya janga. Walikuwa tu kwenye timu moja. Ghafla, mawasiliano yanakatika. Wakati huo huo, Ben yuko sebleni akisikiliza muziki, akinywa pombe na kucheza bila kujali. Ghafla, anasikia sauti za ajabu na anaamua kuchunguza. Anamkuta Mickey amelala fofofo kama mtoto mchanga. Ben anachoshwa na uzembe wa Mickey, kutokujali hatari inayowazunguka. Ndipo anapofanya uamuzi wa kumfundisha funzo kwa njia ngumu. Anachukua rungu, anaenda msituni na kumtoa zombi aliyekuwa amemkamata awali. Ben anamvuta zombi hadi chumbani kwa Mickey. Anapiga kelele kumwamsha, kisha anafunga mlango. Mickey anapiga kelele akiomba msaada, lakini Ben anamwambia ni wakati wa kujifunza kujilinda mwenyewe. Baada ya mapambano makali na hofu kubwa, Mickey anafanikiwa kumuua zombi kwa kutumia rungu. Ben anapofungua mlango, anajivunia Mickey, lakini kwa hasira na uchungu, Mickey anamrukia Ben na kumpiga makonde kabla ya kukimbilia msituni. Baadaye, Ben anamkuta Mickey akiwa amevunjika moyo kabisa. Mickey anamweleza kuhusu mazungumzo yake na Annie. Ben anamrudisha nyumbani, wanajisafisha, kisha Ben anajaribu kumfariji kwa kucheza baseball na kufanya sauti za kuchekesha kutoka kwenye redio. Taratibu, Mickey anaanza kubadilika. Anasaidia zaidi, anaenda kuvua samaki na hapendi tena kusikiliza mziki kila wakati. Wanapokuta shamba la matunda, wanakula tufaa nyingi na kucheza baseball kwa kutumia tufaa. Hatimaye wanakuta magari mawili yaliyotelekezwa. Wanajaribu kuchukua mafuta kutoka gari moja ili kujaza jingine. Mickey anatambua engine bado ni moto, akimaanisha kuwa waliokuwa ndani wanaweza kuwa karibu. Anaita, lakini hakuna anayejibu, hivyo anaamua kuchukua mafuta. Ghafla, Jerry anatokea nyuma yake na kumteka kwa kisu, akidai funguo za gari akisema anahitaji kwenda Arizona. Ben anatoa bunduki yake na kusema hana funguo. Anaamini Jerry hataumiza Mickey. Jerry anaanza kulalamika kuhusu kundi la watu waliomtesa msimu wa baridi, wakiahidi kumpa silaha, mafuta na chakula, lakini walimsaliti. Jerry anapotihishia Mickey tena, Ben anajifanya kushusha silaha na kusema funguo zipo kwenye gari. Jerry anapomwacha Mickey na kuingia garini, Ben anafichua kuwa funguo ziko mfukoni mwake. Jerry anajaribu kukimbia, lakini Ben anamfuata na kumpiga risasi hadi kufa. Mickey anamshutumu Ben kwa kumuua binadamu wa kawaida, huku Ben akidai ilikuwa kujilinda. Ugomvi wao unaendelea mpaka gari jingine linawasili. Mwanamke mwenye sauti ya kiuki anaeleza kuwa amekuja kuchukua gari lake. Wanapojaza mafuta, Ben anasimulia kilichotokea, na mwanamke anasema walifanya jambo la sahihi. Kabla ya kuondoka, Mickey anatambua sauti hiyo, ni Annie. Ghafla, Annie anampiga Ben risasi mguuni, anamkemea Mickey kwa kutoacha mambo yaendelee. Anachukua funguo na kuzitupa katikati ya uwanja, kisha anatishia kuwaua kama atawaona tena. Baadaye kuondoka, Mickey anatafuta funguo bila kufanikiwa. Ben akiwa amejeruhiwa, wanachagua kupumzika. Usiku wa manane, kelele za ajabu zinawashtua. Wanapowasha taa, wanagundua kundi kubwa la zombi likiwazunguka. Mickey anataka kukimbia, lakini Ben hawezi kutembea. Wanabaki trapped ndani ya gari kwa siku chache. Wanajifunika madirisha kwa mashuka, wanapokosa maji, wanaanza kuhifadhi maji ya kati za samaki. Hatimaye, wanaamua Mickey ndiye atoke kutafuta funguo. Kwa jusari wa mara ya kwanza, Mickey anatoka juu ya sunroof. Baada ya muda, Ben anasikia anamuita. Mickey anarudi, lakini ameumwa. Wote wawili wanavunjika moyo.
Mickey anakiri anaogopa na anaomba nafasi. Ben kwa machozi anatoa bunduki na kwa maumivu makali anamuua rafiki yake. Baada ya siku chache peke yake, Ben anatuma ujumbe kwa Annie akimlaumu kwa kifo cha Mickey. Hatimaye anachoka kuishi akiwa trapped.